Yeah. Mheshimiwa. Naam, habari yako? Salamu, shikamoo. Marhaba, kwema. Kwema. Karibu. Asante. Nikasema nije nizungumze na wewe kidogo. Ndio. Wala tupate neno lako kutokana na hiki kinachoendelea. Oh. Bwana naona mambo ni moto. Mambo ni moto. Nimefurahi vijana wameamua kujiajiri. Kwa mfano, umeona mtu anaweza kapima kiwanja sasa hivi kupitia kiganjani mwako. Kuna smartphone tu. Achana mambo ya kuleta watu sighting na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana vijana. Mheshimiwa, kama hujanielewa labda au unazungumza kina nani kwani? Si vijana wa taarifa hawa ambao sasa hivi ukiingia tu mule kwenye mitandao unapima mwenyewe kiwanja bure. Wewe kazi yako ni kwenda kupata hati tu. Kwa hiyo ukipima kiwanja kile unaenda moja kwa moja kwenye eneo lako. Mheshimiwa bure. Mheshimiwa, mimi mbona siwazungumzia hao? Mimi siwazungumzia hao wanaowasaidia watu kupima viwanja kwa kutumia simu yako ya mkononi. Hao ndio habari ya mjini au kuna habari gani tena? Kuna nyingine? Nyingine ipi tena? Hiki kilichotokea mheshimiwa. Si cha taarifa haya. Kingine. Nyingine si ajui. Mheshimiwa. Bwana. Ligi kuu ya soka Tanzania bara maarufu NBC Premier League imeendelea kwa mizunguko mitatu, lakini tumefanya mahojiano moja kwa moja na aliyewahi kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Nimemuuliza ni nini tofauti ya mshambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Dumbia na Young African Shalulile, nini tofauti mpaka leo mheshimiwa? Nini? Hebu tuambie tujue. Utofauti upo. Kwanza kimuonekano. Shalulile kaka kimuonekano kucheza kwa hiyo ukimwangalia Dumbia ana mionekano mingi. Unaweza kusema basketball. Unaweza compare. Kwa hiyo hata kwenye kufanya ile attacking ile tofauti. Unajua kichwa cha Shalulile na kichwa cha Dumbia vitu vile tofauti. Ninashindwa kuelewa. Kwanza ukimwangalia Shalulile ya kwanza anaweza kukupiga miguu yote miwili. Naam. Lakini Dumbia sidhani kama Dumbia akipiga kichwa anapiga nje, lakini Dumbia vile vile hata upigaji wake anaweza akisema apige kawaida unaweza ukashangaa anampiga katika yani utofauti upo. Yenyewe mnajua bwana. Naam, bado nazidi kumuuliza kumchachatua. Naikumbuka kauli yake ya kipindi fulani cha wekundu wa Msimbazi kumchukua Morrison. Yanga iliwauma sana, lakini Yanga amejibu mapigo kwa kumnyakua Mwalimu usiku wa manane. Nini hii? Ni kauli yako ile ya kusema wamnyakue na wao? Kikubwa ni kwamba niwaambia msilalamike. Naam. Wewe ukiona mwenzako kakuibia hivi na wewe kaibe. Kwa hiyo hili swala la kuibiana hili alianza leo. Imeanza muda mrefu sana. Kwa hiyo hata katika maisha usilalamike. Leo ukiona kama kuna binti wa watu walikuwa kumuoa, wamekuja kumuiba, unaangalia mnyonge na mwenyewe unakuja unaiba, unafunga naye ndoa. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida tu hayo. Ila usiibe mke wa mtu. Sumu. Mimi ni Mauridi Baraka Kitenge. Hii picha kila kitu kimeletwa na Mr. Fashion hapa Siza. Mimi ni Mauridi Baraka Kitenge. Nimesha. Bwana sasa hivi wako kwenye wana pointi ngapi? Sikuwepo, sijui kitu wowote. Yanga wana 6 na wekundu wana 6, lakini magoli umezidi Yanga. Magoli yako mangapi? Magoli yamezidi Yanga, si ndio? Ninyi mmeshinda goli 7 mpaka sasa, Simba goli 4 tu. Sawa. Yanga bingwa. Woyo, naitwa Millard Ayo, mtangazaji wa Club FM 88.5 Dar es Salaam, tuongo nguvu wa damu milele na milele. Story number 1 leo niko wilayani Kisarawe kuzungumza na mkuu wa wilaya Kisarawe, Mheshimiwa Magoti. Karibu. Mimi nashukuru sana bwana. Millard umekuja kunitembelea.
Yeah. Na unafahamu fika kwamba umekuja kwa mzee wa show. Na mimi najua kabisa wewe ni mzee wa show. Noma. Mimi nashukuru sana kwanza umefika Kisarawe. Walifika wengi sana huko Kisarawe. Yeah. Na wewe leo umekuja na jopo lako hapa. Nasema ngoja nikamsalimie my brother DC HB. Asante sana. Yeah, mabibi na mabwana, swali kubwa leo. Swali langu namuuliza, kwa nini umefanya maamuzi makubwa ya kijana kumfanyia harusi kubwa? Inakuwa kama harusi ya wilaya hivi. Yeah. Unajua lazima tumlindie mwanaume mwenzetu brandi. Kuna wakati lazima tulinde brandi za wanaume kwanza. Kwa hiyo ukimwona mtu mwanaume mwenzako uwezo wa kupiga show nao, lakini hapa kupo vizuri, tunamlindia brandi. Umenielewa Mira? Kuna mambo mengine tunaangalia, lakini tunaweza tukamchangia mchango iko mbalimbali. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mambo yako vizuri sana. Mimi nakuaminia sana mzee wa show. Woyo, hiyo ni number 1 story. Tusubiri story namba 2, lakini chini ya udhamini wa Paul Fashion hapa Sinza Kijiweni. Bwana, mimi nikushukuru sana. Umenilindia brand sana bwana. Umefika mpaka huku. Achinja kuku bwana upate hata na nilimbira, sawa? Haina noma, asante sana. Karibu sana bwana. Okay. Hata kama wewe unataka kuoa, ruksa. Tasimamia show. Woyo, kazi yangu ni habari, kazi yangu ni kuleta habari, kazi yangu ni kusema nawe ufahamu kile kizuri na tamu. Mimi ni Millard Ayo, mtangazaji wa Clouds FM 88.5 Dar es Salaam. Miaka 30 ya Bongo Flava imefanyika Dar es Salaam, ikenda Rock City Mwanza, na sasa ni Dodoma. Lakini mwanamuziki mmoja na mkongwe Sugu haonekani. Nilimuuliza leo, kwa nini show ya 3 huonekani Mheshimiwa Sugu? Nimekusikia unasema kwamba kwa nini karibia ni show ya 3 ya ngapi sionekani? Kodi zimejificha kwanza nikwambia. Kodi zimejificha. Na unajua uwezi kila ngoma inayopigwa wewe ucheze, iwezekani. Kila mmoja na tamaduni zake. Kwa hiyo tamaduni yangu mimi ni kwamba I'm very busy. Niko busy. Ni moja ya mwanamuziki mkongwe kutoka Green City Mbeya. Leo bado namuuliza tena, kama itakuja show ya miaka 30 Bongo Flava Mbeya, itakuwaje nyumbani sasa? Ikija nyumbani nategemeana masharti na vigezo kuzingatiwa. Nyumbani ni nyumbani Homeboy. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu you can't hide it. The feelings remain, hisia zinabaki vile vile. Kwa hiyo Homeboy, ukigusa nyumbani unagusa kwingine kabisa. Kwa hiyo tuseme tu kwamba it depends. Ninashindwa kuelewa. Naomba watakie heli wanamuziki wa Bongo Flava wanaoperform huko. Hiyo baadaye hiyo. Kwa mfano ningekuwa mtazamaji, ningekuwa mtangazaji, halafu na mmoja kijana kama huyu. Wewe unaitwa nani? Kevin Sharua. Kwa jina lake naitwa Kevin Sharua. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Sinza Kijiweni. Sinza Kijiweni, sio kwenu, sema kwenu. Singida. Mwenyeji wa Singida. Sinza Kijiweni, umekuwa baa wewe. Haya, unajishughulisha na nini? Mimi ni MC lakini pia ni fundi kushona. Fundi kushona, MC, shughuli zote za kwako wewe nani bwana? Hata mitume hakuwa na kazi zote. Sema kazi moja. MC. Sasa usipende kuwachanganya watu mdogo wangu. Sawa? Na wewe unajulisha umeoa? Hapana. Ndio maana unawachanganya watu. Nenda sioji watu wasiooa mimi. Nimefurahi kukutana tena kwa mara nyingine na DC HB. Sasa wewe shidi hujui kama mimi ni HB, na alafu pia nazingatia. Kuna vitu vya kuzingatia bwana. Sema hongera mheshimiwa. Nimekuona Kizimkazi kule una vibe hatari. Wakati nacheza na twanga pepeta narusha miguu. Unarusha miguu. Sasa ile taarabu hujaiona. Na kuna taarabu pia. Mimi sio DC mpeche nilishakwambia. Mimi ni mtu wa show. Nakubali. Sema mheshimiwa nakukubali. Umetoka leo. Umetoka. Umependeza hii. Sasa si kawaida mtu kama sio DC mpeche lazima uangalie mazingatio. Niko hapa. Mr. Pop. Wewe kila siku unaniona Kisarawe tu. Leo niko Sinza bwana kwa Mr. Pop. Nani tena nakuja huyo? Mr. Pop.
Yeah, Mr. Pop. Sasa nimekuja hapa lakini nawaangalizia nguo wale wakina Rashidi wale. Rashidi na Mwajuma Okay. Wakija hapa unajua bwana, kuna watu hawajui kuvaa. Kuna mtu alikosa mke kwa sababu hajui kuvaa. Anakwenda amepewa oversize. Wakauliza umevaa gunia au umevaa turubai. Kwa hiyo ukija kwa Mr. Popu mambo kama haya yanakuwa mazuri. Show. Nimeona. Kwa hiyo nakuja kufanya survey. Na mimi nimekuja kuchukua vitu vyangu. Wewe ni lete basi, njoo hapa. Njoo muone huyu hapa, njoo hapa, njoo. Ndio. Unamuona kijana mdogo huyu? Mdogo sana. Kijana mdogo. Karibu pita. Sio karibia, mimi ndo nataka kuondoka hivi. Kijana mdogo lakini nashukuru sana. Fikisha salamu zangu. Wewe umeoa? Bado. Dini gani wewe? Kristo. Na miaka mingapi? 26. 26 unafaa kuoa. Huyu Kisarawe, akija Kisarawe nampiga ndoa. Unaona bwana? Kwa hiyo mimi nashukuru, kumbe una ofisi kubwa namna hii. Ndio mheshimiwa. Unajua mara nyingi watu hawajui. Napojitafuta vijana kama nyinyi, mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo kama nimekuja leo, kila siku nikija hapa nakutana sijui na nani, Kevi, nakutana sijui na kina nani, eti Ashura. Nakutana sijui na kina Emi, wakina nani. Lakini leo nimekutana na wewe bwana, Mr. Pop. Yes. Mtu wa sio mpeche. Mheshimiwa. Mtu wa show. Kwanza kabisa nashukuru kwa kuja. Mimi nashukuru sana na wewe. Karibu sana kwenye familia ya Mr. Pop. Tuna vitu vizuri sana. Tutakuja nimeviona na ndio maana unaona mimi si mtu wa kuzingatia. Mimi mtu wa Kisarawe. Kwa hiyo huku wanapita mara moja nikasema leo nitumbukie ndani. Jengo kubwa. Lazima tuwapige show, watu wavae vizuri. Jambo moja, mtu usipovaa vizuri kwanza upati mke. Unajua kwa nini waliniita mimi handsome boy? Nazingatia, mazingatio yapo, kodi zipo. Sasa unakwenda kwa mtu wa watu, unamwambia kijana wa binti wa watu nakupenda, kuvaa kwenye ujui. Ukienda chini viatu pale, nimeona kuna viatu safi sana, very good. Kwa hiyo ukija huko unakuja kila kitu unakikuta huko, si ndio? Ndio. Wewe bwana unatisha sana bwana. Wewe sio mtu jao, ila kuna watu jao. Popu. Sasa nimemwona binti. Hamjambo jamani? Marahaba. Ujambo? Wewe unaitwa nani? Naitwa Emi. Wewe Sofia sijui nani? Kevi yupo? Kevi mambo? Tena kuna binti mmoja anafanana na Mama DC. Wewe unaitwa nani? Wewe mweupe. Anaogopa. Nikwambie tu mnafanya kazi nzuri ndugu zangu, sawa? Umeelewa? Pigeni show.